Asubuhi hii tunaarifiwa kwamba mwenyekiti wa Chadema ashtakiwa kwa kesi ya uhaini. Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini, amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam akituhumiwa kwa kesi ya uhaini. Mwenyekiti wa taifa wa Chadema anadaiwa kuchochea uhaini uasi nchini. Amesomewa shtaka hilo na mwendesha mashtaka mkuu wa serikali Nasoro Katuga. Lissu anatetewa kwa sasa na mawakili 6 wa kujitegemea: Dr. Lugemeleza Nshara, Dickson Matata, Jebra Kambole, Michael Lugina, Hekima Mwasipu na Gaston Garubindi. Mapema jeshi la polisi nchini lilisema lilimkamata Lissu juzi mkoani Ruvuma kwa tuhuma za uchochezi wa kutishia kutofanya uchaguzi mkuu wa urais, wa bunge na madiwani wa Oktoba mwaka huu. Katika taarifa yake, jeshi hilo limetoa onyo kwa vyama vyote vya siasa kutotoa maneno ya uchochezi, kashfa kwa polisi au serikali, ama kuanzisha viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu. Haya yanajiri siku moja baada ya jeshi hilo kuwashambulia kwa mabomu ya machozi wafuasi wa Chadema na kuwazuia viongozi wao wakuu kuendelea na mikutano yao na kuzungumza na waandishi wa habari mjini Songea. Lissu alikamatwa juzi Jumatano baada ya kumaliza mkutano wake wa hadhara mkoani Ruvuma katika ziara yake ya kunadi msimamo wa chama hicho wa no reforms no election, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. No reforms no election ni msimamo wa kisera wa chama hicho uliopitishwa na vikao vya juu vya Chadema kuanzia kamati kuu ya tarehe 2 na 3 Disemba 2024. Kamati kuu iliyokuwa chini ya mwenyekiti Freeman Mbowe ilisisitiza kuwa haitoshiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu kama hakutafanyika mabadiliko ya kimfumo katika uchaguzi, ikiwa ni pamoja na marekebisho ya katiba, sheria na kuhakikisha kuwa kwa tume huru ya uchaguzi. Aidha, Lissu na chama chake wamekuwa wakieleza kuwa uchaguzi huu hautafanyika iwapo madai hayo hayatafanyiwa kazi. Lakini wakati haya yakiwa yanaendelea, tunaambiwa pia kwamba mahakama ya hakimu mkazi Kisutu ambako Tundu Lissu yupo na amefikishwa huko, amesomewa kesi ya uhaini. Lakini kwa mjibu wa hati ya mashtaka iliyowasilishwa mahakamani hapo, Lissu anadaiwa kutamka na kuchapisha maneno yanayodaiwa kuwa na nia ya kuchochea vurugu na kuvuruga uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Katika hati hiyo inadaiwa kuwa tarehe 3 Aprili 2025 ndani ya jiji la Dar es Salaam, Lissu alinukuliwa akisema, "Walisema msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli, kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi. Hiyo ndiyo namna ya kupata mabadiliko. Kwa hiyo tunaenda kukinukisha sana huu uchaguzi, tutaenda kuvuruga kweli, tunaenda kukinukisha vibaya sana." Serikali inadai kuwa kauli hiyo inaashiria nia ya wazi ya kuchochea wananchi kuzuia uchaguzi na kuvuruga utulivu wa kitaifa, jambo ambalo ni kinyume cha sheria. Mashtaka hayo yanaeleza kuwa Lissu, akiwa raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitoa kauli hizo akiwa na dhamira ya kuzuia uchaguzi na kushinikiza serikali, hali inayodaiwa kuwa ni kitendo cha uhaini.
Kwa kawaida kesi ya uhaini huwa haina dhamana. Mwenyekiti wa zamani wa Chadema Freeman Mbowe aliwahi kushtakiwa na serikali kwa kesi ya uhaini na alikaa gerezani kwa zaidi ya miezi 9 kabla ya mkurugenzi wa mashtaka nchini kufuta kesi hiyo. Hicho ndo ambacho kinaendelea juu ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Lissu, ambaye anashtakiwa kwa kesi ya uhaini na hatujui hatima ya hili itaisheje, lakini hicho ndo kinachoendelea mpaka sasa hivi toka amekamatwa huko mjini Songea. Na tukiachana na hilo, lakini pia tunaarifiwa kwamba mbunge wa zamani wa jimbo la Mbozi mkoani Songwe Chadema, Pasco Yohana Haonga, amesema chama chake cha Chadema kinafanikiwa kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kupitia ushawishi wao kwa wananchi kuhakikisha uchaguzi huo haufanyiki kwa vyama vyote. Haonga amesema hayo wakati akizungumza jimboni kwake Mbozi mkoani Songwe alipohojiwa kuhusu namna wanavyotekeleza kampeni yao ya No Reforms No Election na ikiwa watafanikiwa. Amesema chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinaendelea na mikutano ya hadhara kote nchini kuelimisha wananchi kupata uelewa wa sheria zihusuzo masuala ya uchaguzi ambazo zinaelezwa kuwa sio rafiki, kwani zimejaa upendeleo kwa Chama cha Mapinduzi CCM na kuwabana wapinzani na kuzuia upinzani unapigania upatikanaji wa sheria nzuri za kusimamia chaguzi ili wananchi kuchagua viongozi wanaowataka. Pasco Haonga ambaye alikuwa mbunge wa jimbo la Mbozi kwa kipindi cha mwaka 2015-2020 ameeleza kuwa wanaopinga au kubeza kampeni ya No Reforms No Election huenda wakawa na manufaa ya mfumo wa sasa kwa uchaguzi anaodai unainufaisha CCM na kuwataka wananchi kuunga mkono Chadema kuhakikisha serikali inafanya marekebisho ya sheria na kanuni za uchaguzi ikiwemo kushughulikia tume huru ya uchaguzi ambayo haiongozi na wajumbe wake hawatokani na chama tawala. Pamoja na hayo, kada huyo wa upinzani ameeleza kusikitishwa kwake na matukio ya utekaji, kupotea kwa baadhi ya wananchi na mengineyo, ambapo amesema uongozi wa serikali ya awamu ya 6 haina tofauti na serikali ya awamu ya 5, ikiwemo kwenye uwekaji mazingira magumu ya kisiasa hususan kwa vyama vya upinzani. Amesema mabadiliko ya sheria za uchaguzi yasipofanyika, basi watahakikisha wanazuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu baadaye Oktoba 2025. So hizo bado ni mbio na mbiringe ambazo zinaendelea kuelekea kwenye huu uchaguzi wa mwaka huu, ambapo Chadema bado wanaendelea kupingana na tume ya uchaguzi kwamba imejaa wana CCM tu, so kushinda itakuwa ni ngumu kweli kweli, mpaka yafanyike marekebisho ndipo huo uchaguzi utakuwa huru. So tuone ni kweli mabadiliko yatatokea au Chadema ni kama wanampigia mbuzi gitaa na uchaguzi utafanyika na wanaostahili watachaguliwa. Ngoja tusubiri tuone.